Kulikuwa na mzee mmoja ambaye alikuwa na kijana wake anayekwenda chuo. Siku zote yule mzee alikuwa na hofu kwamba kijana wake akienda chuo, wale marekcha ambao hawamjui Mungu wataweza kumbadilisha amwache Mungu. Na kweli kijana wake alivyorudi kutoka chuo likizo, siku moja wakawa wameketi kwenye mti wa mbuyu, yeye na baba yake. Kijana akaanza kumwambia baba yake, baba, mimi simwamini Mungu tena. Baba akamuuliza kwa nini? Akamwambia kama Mungu kwetu tunasema yeye ni super intelligence na yeye kwamba ana akili zote, ni kwa nini mti mkubwa kama huu wa mbuyu amewekea vimatunda vidogo sana, halafu mti mdogo kama mtikiti maji ameubebesha matunda makubwa? Baba yake hakujibu chochote. Muda sio mrefu, wakati wameketi, likadondoka tunda la mbuyu likampiga kichwani yule kijana. Babake akamwambia, mwanangu, umeelewa nini? Akamwambia, hebu tafakari, kama hilo tunda lilodondoka likakupiga kichwa lingekuwa ni tikiti maji ingekuwaje? Kijana akasema, kwa kweli ninaamini kwamba Mungu yupo. Kwa hiyo akili ya mwanadamu, sayansi, AI, quantum physics, zote zinazofahamu ni ndogo sana kwa Mungu. Biblia inasema ni mpumbavu tu ndiye ambaye husema hapana Mungu moyoni mwake. God bless you. This is E.G. Siaga. Nakupenda, muamini Mungu. Mungu yupo, Mungu ni halisi.